have to shine. Inatupasa kuangaza. In the morning, Asubuhi. you have to shine. Inatupasa In the kuangaza. afternoon, Mchana. you have to shine. In Inatupasa the kuangaza. evening, Jioni. you have to shine. Amen. In the night, Yes. you have to shine more. Hallelujah. Amen. Yes. If the things of the world are against you, Kama vitu vya ulimwengu viko dhidi yako, then you have to shine more. ndivyo inakupasa kuangaza zaidi. When you are in troubles, Unapokuwa when you shida, are in suffering, unapokuwa unaumwa, when you have problems, unapokuwa na shida, when you are issues, unapokuwa na mambo when there mbalimbali, is a situation in your home, kuna masuala mbalimbali then you ambapo must shine more than ever. people See, ona every tunnel in the mountain, it ends with the light. kila mfereji katika mlima unaishia na nuru. See, when you are sitting and seeing in the darkness in the cave, you can't come outside. Unapokaa katika giza ndani ya pango huwezi kutoka nje. You have to search for the light. Imekupasa kutafuta nuru. Once you found the light, Ukipata nuru, you will come out of the cave. utatoka nje ya pango. Yes. See, once you found the light, Ukipata nuru, then you'll come out of your situations. ndipo utatoka kwenye hiyo hali, toka kwenye shida, Health issues. toka kwenye masuala mbalimbali. Once you saw the light, Ukiona nuru, we need to walk towards the light. imekupasa kuiendea nuru. That is the word of God. Nuru ni neno la Mungu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So when God came down, Mungu aliposhuka, then He made us light. atufanye sisi kuwa nuru. Now I have to shine. Sasa imenipasa kuangaza Any situation. katika hali yoyote. Praise the Lord. Bwana asifiwe. In the book of Romans chapter 8 and verse 14 says, Katika kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 14, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. kwa kuwa wale waongozwao na Roho wa Mungu ndio wana wa Mungu. See here, Ona hapa what this says. nini inasema nini? For as many as Wale are ambao led by the Spirit of God. wanaongozwa kwa Roho wa Mungu. What is the Spirit of God? Roho wa Mungu ni nini? Oil in the lamp. Mafuta ndani ya taa. Yeah. So if you have oil in your lamp, Kama una mafuta ndani ya taa, that means you are led by the Spirit of God. maana yake wewe unaongozwa kwa Roho wa Mungu. Amen. Yes. You and me Wewe na mimi were not led by any human being. hatuongozwi na mwanadamu yoyote. You and me Wewe na mimi were not led by any pastor. hatuongozwi na We mchungaji were yoyote. led by Holy Spirit. Tunaongozwa kwa Roho Mtakatifu. Amen. Is that right? Hiyo ni sawa. See, when you go back to the Old Testament, Unapokwenda katika Agano la Kale, there were 2 million people kulikuwa na watu milioni that 2 came out of Egypt. waliotoka Misri. They all followed Moses. Wote walimfuata Musa, But God never told follow Moses. lakini Mungu akamwambia mfuateni God Musa. told follow me. Mungu Yes. anataka nifuateni mimi. Yes. See here, Ona hapa, Moses is following God. Musa anamfuata Mungu, But the people in Egypt, they are following Moses. lakini watu toka Misri wanamfuata Musa. Those who followed Moses, they never reached Canaan. Wale waliomfuata Musa kama wakufika Kanaani, Yes. Because they followed the body of Musa. kwa sababu waliufuata mwili wa Musa. But there are 2 people. Lakini kuna watu wawili, There are 2 people there out of kuna 2 watu million. wawili pale kutoka kwenye milioni 2, Joshua and Caleb. Joshua na Caleb, They never followed the body of Musa. kama wakufuata mwili wa Musa. But they followed the Spirit of God. Amen. Yes. The Spirit of God. Amen. Roho wa Mungu, The pillar of fire. nguzo ya The moto, pillar of cloud. nguzo ya wingu, The ark of the covenant. sanduku la agano. So they followed the Spirit. Walifuata Roho, They followed the commandment of God. walifuata amri za They Mungu, followed the word of God. walifuata neno la That's the Mungu. reason they never failed against the